na wasanii wengine kama TID, Malo, wengine wengi, wale back singers, bendi zile zikawa zimefika kwenye kufanya sound check. So professionally kwenye industry yetu, muda wa sound check inatakiwa kila kitu kiwe kimekamilika. That is how professionally ipo, kwamba muda ambao wasanii wanakuja kufanya sound check ni muda ambao sound system iko sawa, labda msanii tu ni kutune vocals and everything, wanajua watu wa sound. Ni muda ambao lights zinatakiwa ziwe ziko sawa, of which yes, by this time light engineer again, color language Fado alikuwa jana yake night, wakati sisi tunakesha tulikuwa naye, na alikuwa na program taa zake, kwa sababu muda mzuri wa kuprogram taa ni usiku, huwezi kuprogram taa mchana uone effect inayotokea. Kwa uzuri naye alikuwa asha program, amefanya tunasema pre-programming, lakini bado alikuwa haja complete set. Lakini kiprofessional pia naye alikuwa anatakiwa jana yake a complete set, lakini kwa huo muda na kwa jinsi ambavyo tumekimbizana, kulala ni padogo sana. So alifanya pre-programming, and then muda huo pia na yeye anatakiwa vitu viwake, ajue vinawaka, afanye dressing na kila kitu. So kilichokuja kutokea ni kwamba mpaka muda ambao wasanii wanapanda kufanya sound check, generator ilikuwa inawaka ni moja, ilikuwa ni generator ya sound. So kwa upande wa sound ilikuwa ni vizuri kwa sababu anaendelea kufanya sound check, lakini generator yetu ndio ilikuwa ina connectiwa. So msanii amefanya sound check, amemaliza, then akaondoka tayari kwa ajili ya kuja kufanya show. Lakini the worst case ni kwamba huo muda, ama kitu ambacho huwa sikipendelei sana, hakuona effects za screen, kwamba screen effects zake ziko hivi. Kwa mfano mtu kama TID, mtu kama Malo, wakiona effects za screen mapema, kwa sababu wao ni watu ambao hatakuwa na visual zao, tulikuwa tuna visual za Diamond peke yake. Kuna mtu alikuwa anaitwa Jinako alipanda, kuna msanii alikuwa anaitwa Stamina alipanda. Sasa hawa watu wote walitakuwa submit visual zao mapema. Sasa unampa mtu idea kusubmit visual endapo kama umeikamilisha setup yako mapema. Sasa setup bado hatujakamilisha, kwa hata wao wanaweza wakajua tu kuna screens, lakini hawapati hiyo idea ya kufanya wonders kupitia hizo screens. So mpaka muda huu Wasafi peke yao ambao ndo walikuwa wamesubmit visuals za Diamond Platnumz, na later on walikuja wakasubmit wengine, Talatala, SBL, tukaplay visuals zao, na watu wengine ambao walikuwa watakiwa kuplay visuals zao. Lakini hao wote walikuja kusubmit baada ya kuona screen wow imewaka. So I hate kusema kwamba mpaka sound check inafika sisi screen ilikuwa haiwaki, na haiwaki ni kwa sababu ya hiyo transformation kutoka TANESCO kwenda generator. So msanii alivyoshuka, and boom, tukawasha generator. Kuwasha generator, then tukaendelea na kufanya the show setup. Hatukuimaliza by this time. Kila mtu alikuwa anajisikia vibaya, anajisikia hovyo. Tuko hapo zaidi ya masaa 24. Yani tuliingia saa 2 mpaka saa 2 ikatukuta, and then by this time ilikuwa ni around saa 11 jioni. Kwa it's almost yanakaribia masaa tuseme saa 6 almost yanakaribia. Tuko site tu, hatujafumba jicho, maana ukifumba jicho umeharibu kazi ya watu. Kwa you have to push yourself to the extent. So tukasema tukachange nguo, tukatoka site, tukaenda kuchange nguo, tukarudi. Then tulivyorudi, here is the fun part, tukarudi na full of energy. Tukafika, tukaanza ku arrange show. Light guy Fado aka-arrange, aka-program taa zake vizuri. My screen assistant Naemia, shout out to you. Naye aka-program the show ya Diamond Platnumz. So tulipeana shift, yeye alikuwa, mimi nilimwacha afanye show ya Diamond, and then mimi nilikuwa after the show. Baada ya show mimi naingia, kwa sababu ni siku ambayo nilikuwa ninahitaji vibe sana. Kwenye industry yetu kuna show,
alafu kuna DJ. So the DJ akiwa na vibe, mimi huwa ndo napenda those kind of vibes, wasipoi. Lakini kwenye show unatakiwa uwe mtulivu, uende na rhythm, usikilize zile BPM. That's how we play. Umeona? Uwe na communication kati ya light guy pamoja na wewe screen guy. So the good thing about us, wote tulikuwa as a team. Screen guy, light guy, wote tulikuwa team moja. So communication kwetu ilikuwa it's a very easy, and it's a very wonderful team. Na ndo maana huwa sehemu tunazoenda haitajiki mmoja, tunahitajika wote, kwa sababu ya perfect team, we match. So yeah, ikafika tuka-arrange hiyo show, Nehemia pamoja na Fado, the light guy na the VJ guy waka-arrange the whole show, and then then it comes to the show starts. Sasa ikatokea tena changamoto. So show ikaenda, na show tumeiarrange the way sisi tulivyoona, ama the way sisi tunavyoona it's a perfect way, kwa sababu kwetu ilikuwa ni kama a freestyle. Hakukuwa na mtu wa kutuguide 1 2 3 4. Wasafi wametuletea visual, hawajatuambia ipi ina play muda gani. Na nili Talatala wametuletea visual, wao walitaka tuziplay no time. Kwa hakukuwa na hiyo the management. Hiyo pia ndo changamoto ambayo tuli face, lakini ilikuja kutatuliwa soon tu. Baada ya show kupangiliwa, na kwa sababu show ilikuwa ni freestyle, guys, tulikuwa tumeandaa kitu kimoja very good, very very good. I can't say kwamba ni that perfect, lakini on show arrangement, at least Dodoma tulipata muda wa kuarrange show. So tukaa tumearrange ile show vizuri sana. Performances akaanza TID. Kama ukienda kuangalia the way TID anaingia, screen zika black out, akawa na ile follow light peke yake, ile taa ikawa inamfuata, and then amefika certain angle, screen zikawaka. Kwa hivyo ni vitu vyote ambavyo vilikuwa vimepangiliwa. Hata saa shows zinapangiliwa. So ikawa hivyo. Akaja Stamina na Jinako. Alianza I don't remember well, lakini later on wakawa kwa wote kwenye stage. Show ikawa inaendelea, and then boom, wakashuka. Ikawa ni muda sasa wa kupanda Simba. Sasa conflict ikatokea hapa. Before Simba hajapanda, mind you, sisi tulisha arrange show yote. Na kawaida hivi vitu ni kwamba ukisha arrange, ikatokea mtu anakuja anakwambia uweke kitu fulani katikati ya ule mpangilio wako, hiyo kitu waga ina cut off kinoma. Kwa sababu depend na wewe umeset vipi the arrangement na ile software flow iende vipi, and then mtu anakuja tu anakuambia hii picha ndogo nataka iwe kubwa, and like sasa here is a conflict comes. Wakati Simba anapanda, show ikaanza the way tulivyokuwa tumeipanga, and then akaja assistant wa Simba bwana Jamal, ambaye pia Jamal tulikuwa tuko naye Mwanza. Jamal akatoa marekebisho ya kufanyika muda ule ambayo kiuhalisia ilikuwa kidogo yanahitaji muda. The good thing, Mwanza aliwahi before show ijaanza, kwa hiyo vitu vikawa viko arranged very well. Na Dodoma hakuja kabisa kwenye hiyo arrangement ya show. Yeye alikuja muda wa show. Kwa hiyo kufanya kile anachokihitaji kwa muda mfupi ule ilikuwa issue. Nadhani hiyo ndo conflict ambayo ilitokea. So akawa namuona assistant wangu kama ni mgeni, hawezi.
ama wanaita beginner, which is not true. Akawa na recommend mimi nikae pale, na here is the thing, kama show umearrange wewe, nikikaa mimi, there is nothing I can do bila wewe. Kwa still ni wewe bado upo kwenye hiyo show, isipokuwa tu mimi nitakuwa nakwambia nao mteja anataka hiki, kwa wewe ndo utaplay hiko. Mimi siwezi nikaja nikajua video hii umeiweka namba 6 au namba 3. Umeelewa? Kwa hiyo arrangement aliifanya assistant wangu. So the conflict ikatokea pale kidogo, Jamal alionyesha kukwazika, lakini I think later on tukaja kumatch. Tulikuja kumatch in a way kwamba tuliacha kufanya show yetu tuloi arrange, and then nikamwambia hey Fado the light guy pamoja na Nehemia the VJ guy ama the screen operator kwamba let's stop our show tuloiandaa, let's stop it, twende na show ya Jamal, the way Jamal anavyo to direct, twende hivyo. So from there, nadhani ukiangalia show ya Diamond ya Dodoma mwanzoni, wakati inaanza, screen pamoja na taa vilikuwa vina match. Rhythm ya mziki na the color za kwenye screen, unaweza ukaona kabisa it was a very, yani ni show moja ilikuwa ina energy kubwa sana wakati tunaanza. And then later on show ikapoa. Mondi ana hype and everything, anaendelea kuperform show yake, lakini sisi sasa tukawa kama tuko bored nyuma, tuko stuck, kwa sababu tena it's not our show, ni show ya Jamali. So we have to execute kitu ambacho Jamali anatuambia. So Jamali akawa anasema okay, now screen nataka play kitu fulani, then sisi tuna play hicho kitu anachokitaka, and the light guy ana follow kitu gani kimeplay kwenye screen. So later on, kama unaweza ukaona stage ilipoa fulani, but later tena tukapokea maelekezo ya kuamsha. Kama unaangalia vizuri ile show mwishoni, wakati Diamond anakaribia kufunga show yake, stage ilikuwa very hyped, yani like Simba, fire, lights, strobe, yani ilikuwa it was crazy man, it was very crazy. Yani ufunguzi wa ile show na alivyofunga mwishoni, it was ila hapa katikati anyways ni ile hali ya Jamal na sisi kutokusettle on time kuarrange everything. So yeah, hiyo ndo conflict ilikuwa imetokea, lakini ikawa soft. But hii screen ilileta impact kubwa sana, na sio tu kwenye show hii, hata show ya Mwanza. Yani it was, yani decor ya screen wengi mnapenda kuita kama decoration, ilileta impact kubwa sana, impact nzuri sana. Lakini yeah, it was amazing, not much to say there, lakini execution ilikuwa tamu na the audience ilipokea vizuri sana. And it was noma. Kwa nini uchague Makma Screen kama brand ya kufanya nayo kazi kwenye event yako? Kwanza kabisa ni execution. Yani no matter what, huwa tunazingatia sana execution inayotoka ama kitu tunachokideliver, it's perfect, and no matter changamoto tunazipitia kiasi gani. Lakini pia pili ni experts ambao wako field, ni watu ambao wana muda mrefu sana kwenye industry. Kwa hiyo ni rahisi sana overcome changamoto yoyote ile ambayo itatokea site. Why choose Makma Screen? Kingine ni nadhani ni how flexible we are. We are very flexible, kwa sababu ukiangalia project ya Mwanza ilikuwa na time frame ndogo sana na bado tukai-execute vile. Ukiangalia project ya Dodoma, even though ilitakiwa kuwahi, na bado na yenyewe ikawa pia na time frame ndogo sana kwenye kui-execute.
Ingawa kidogo Dodoma at least haikuwa na time frame ndogo kama ya Mwanza, lakini si jinsi gani tulivyokuwa flexible, no matter tunabanwa na muda ama tunabanwa na changamoto. Lakini mara nyingi hatunaga kauli inayosema changamoto zilizoko nje ya uwezo wetu. Huwa tunazichukua na kuziweka ndani ya uwezo wetu na kupambana nazo. That's why you have to choose us, kwa sababu at any cost, no matter what, tutaifanya event yako kushine, and that's why you have to work with Mark My Screen brand. Mimi bwana, yani watu wa kuwashukuru kwenye event ni wengi sana, lakini inabidi nitaje at least wachache. Kwanza kabisa nimshukuru event organizer wa hii event ambaye ni Talatala Lounge na Talatala Waves. Lakini pia shout out kwa Wasafi pamoja na Diamond Platnumz na Electro Tour kwa ujumla, kwa sababu ni tour ambayo imetuletea sana hizi fursa. Lakini pia shout out kwa Color Language ambayo inasimamiwa na Fado, kukuwezesha lights pamoja na screens kufanya yale maajabu ambayo yanafanyika pale. Another shout out kwa assistant wangu Nehemia. You did a very good job to make sure the screen stand out na ina execute kile ambacho kinahitajika kuwa executed. Last but not least, najishukuru mimi mwenyewe kuwepo eneo lile. Na of course, yeah, it was perfect. Cut. Mimi upatikanaji wangu ni rahisi sana. Pita baa yoyote ambayo iko wazi kuanzia saa 6 usiku mpaka asubuhi siku za weekend. Utanikuta. Njoo tuongee dili. Umeanza kuhisi niko serious. I'm just kidding. Napatikana kupitia markmascreen.com. Hiyo ndo official website ya brand yangu. Lakini vile vile unaweza kanicheki WhatsApp, ukani DM Instagram kwa jina la Mark My Screen. Yeah, that's how you get me. And let's do this. Let's make your event shine. Again, my name is Mark My Screen, and this is how I do it.